nizungumze mambo ya elimu. Elimu, na ndio lilikuwa sindikizo langu kubwa kuingia siasa. Nikaanza hapa Kibarani 2013. Tusomeshe watoto wetu. Lakini sikusomesha tu, tuzungumze na watoto wetu. Wale walimu hawatoshi kule mashule. Tuzungumze na watoto wetu saa hizi. Watoto wamegeuka. Kwa nazungumza kisa cha watoto wasichana wa mabweni. Tukikumbuka Utumishi Academy. Mambo ya kuchoma shule ilikuwa inajulikana kwa shule za watoto wavulana. Jana nilikuwa township pale tukisherekea miaka 60 ya ile shule tangu ilipoanzishwa. 60 years ago ikiitwa Muyeye. Tulikuwa tunajua tu ukisikia kuchoma boys school. Sikizi ukisikia kuchoma ni girls school. Huyu pepo ashindwe katika jina la Yesu. Mtoto msichana atafute petroli, awashe usiku wa manane akichoma wenzake. Pepo si pepo. Huyu pepo ashindwe kabisa. Sisi tumesoma katika shule za mabweni na tumetoka tuko tu vile tuko kwa sababu ya discipline ya shule na majumbani kwetu. Tuzungumzie watoto. Tukiachia walimu peke yake hawatoshi. Fikiria yule mtoto yuko shule. Lengo kubwa la kuchoma shule ni kuogopa mtihani. Jarabu ulongo. Wazazi, kweli au uongo? Kuna sababu nyingine ya kuchoma hizi mashule? Kuogopa mtihani. Lakini zungumza na mwanao, umuuliza nenda shule anatafuta nini? Amalaka Lenoni baada ya skuli. Grade 10 anachoma shule. Form 3, form 4. Unataka uwe vipi mwalimu? Unataka vipi uwe pilot, uwe engineer vipi kama hutaki kutahiniwa kwa mtihani? How do you go through the other stages? University utaendaje kama hutaki kufanya exam? And it's in Kenya. You have to go through an exam for you to go to another stage of education. Watoto wetu wanataka wawe nini? Waambieni watoto wetu huku nje maisha magumu. Tumelelewa katika maisha magumu. Bila elimu hatuwezi geuza jamii zetu. Bila elimu hatuwezi move forward tushindane na zile jamii nyingine. Tukisema mambo ya maendeleo, wale wa kwetu kule, wale wenzetu walisomesha watoto wao, sasa wanatetea kwao. Huma kiocha school at grade 10 andekuza huhera sino animbeyo ndakalo za retire nani hana. Mzazi, zungumza na mtoto wako mvulana, zungumza na mtoto wako msichana, mwambie elimu ndio nguzo peke yake. Na Dismas hapa somesha kule Tumu. Wata retire. Who will replace him? Nimekuwa MCA msichana Kibarani. Hivyo mama leo MCA osi ni alume. Anza ona ha. Alume osi. Wakiche simanya mahiko. Sionere yani nzaona zangama 30. Ingine kuna mama wawili tu. Naweza fikiria kati ya hiyo group. Kina mbei wengine wako wapi? Wataanza hapa chini wapande hii ngazi ya uongozi. Ndio sikia mbei akisema anaomba 3 term, anatengeza network ya kuwa governor wa kwanza mwanamke ndani ya Kilifi Kumbolamuki Barani. Tutatoa mwingine wapi? Yule nitashika mkono hapa nyuma. Hutetezane gano maisha ga kisiasa na kala mwalimu Kikumbola. Hugurane kisiasa, hugurane kialimu, usongeze familia za kwenu. Jamii na heshimiwa nili iko na watoto wamesoma. Iko na watoto wataenda kufanya kazi, waangalie jamii zao. Lole mameyo, lole babai. Fikara kama unda drop grade 10. Grade 10 unaenda kuchoma, umefukuzwa for good. Unakuja kusaidia naye. Wazazi wenzangu, tuzungumze na watoto. Muulize ni nini katika maisha yake anataka kuwa, ndio aweze kuskip exam. You'll be nothing if you cannot do an exam. You cannot be tested. Kuna kijana ameingia hapa ni PS. Kijana mdogo katika serikali ya Rais Daktari William Ruto masomo. Amesoma kwingine kote lakini amemalizia hapa university yetu. Jana alikuwa anazungumza Kibarani peke yake ndio iko na elimu ambayo unaweza kufauli dunia nzima, interview zote za kikazi. Kibarani wadi hakeye ndani ya Kilifi.
Kwa sababu tuko na elimu ya nursery mpaka university. Kwa university kwa hapa kwetu sisi. Shome nursery haha. Ushome secondary haha. University haha. Humala tikiti ya kwenda hatu. Tabada boda kaina haji. Shome Fumbini primary, shome Township secondary, shome Pwani University. Upata degrees kwa sawa na Mario Nairobi. Sisi wa Kibarani tuna bahati. Tutumie hichi chuo chetu hapa. Ili watoto wetu wakifaulu, tuone zile kazi. Unalalamika county government kupata kazi. Lakini vipi tusipate kazi? Tuzungumze na watoto wetu. Tufaulu kwa zile kazi zinakuwa advertised. Kupatikane husukume sisi ambao furioko. Funabola zatumika. Mimi nikiwa governor wa kwanza mwanamke ndani ya Kilifi, kipindi kimwenga tu hake, ndakala na retire ni hisa mwingine. Hamu yangu ni kuwa governor wa kike atoke ndani ya Kibarani. Makeni mchi wa kwanza kukale MCM Kibarani. Mtoe governor, kwani shida iko wapi? Shida iko wapi? Lazima tujivunie. Kala ni interview yeyo simino na dima kuhenda yani. Kala ni makaratasi pa Kigamala ga interview ya governor. Mimi nafaulu kwanza fifi karandrisho. Kwa hivyo miaka 5 ijayo tuweze kusaidiana na uongozi, tusaidie vijana wetu, tuwazungumzie na hasa mambo ya elimu. Ndio ufunguo wa kila pahala. Ukimala kibarua, elimu. Ukimala kazi, elimu. Ukimala promotion, elimu. Mezungumziwa hapa na Arnold Mkara. Saizi kwa mara ya kwanza sisi ndo tunaona barabara ya lami hapa. Serikali iliyo mamlakani saizi. Kwa mara ya kwanza tumeishi hapa Kibarani miaka mingi. Jaribuni kwetu mimi. Shazi yetu ndio imetoa kokoto hii Kenya nzima na nje. Kujengwa barabara na kujengwa gorofa. Kwa mara ya kwanza saizi ndio jaribuni kuna barabara ya lami vivi. Kwa university hapa wale wanafunzi wanaishi hapa kwetu hapa Misufini hapa. Hapa Mogadishu hapa. Mara washaporwa simu, mara laptop imeenda. Rais alikuja juzi Misufini last month. Akaanzisha msingi pale. Amelipa pesa nyingi sana Pwani University ijengewe hostels zake. Ili wanafunzi wasome, waishi pale pale, wasiishi nje ya kile chuo. Watoto wetu ni wangapi wako katika kile chuo? Pengine PS akizungumza hapa atakuwa yuko na namba ya wanafunzi wangapi aliyowaacha wa Kilifi. Maana yeye amesoma pale. Tutumie kile chuo, watoto wetu wafaulu. Uriamuzini sawa sawa na wengine na upate degree haha bila kuomba tiketi kufika Pwani University. Tuweza kupromote kile chuo chetu. Jana kwa Kilifi Township wanaenda kupeleka 60 students for the first time. 60 students university entry. Shukurani sana kwa ile shule. Kwa tumetoka mbali sana. Na utofu wa nidhamu. Saizi wana nidhamu. 60 students. Jana tumewapa zawadi wanaenda university. Nikamwambia nusu waenda hapa Pwani hapa. Jamii zetu ziko hali ya chini sana kiuchumi. Kala huna bujika. Upate basari, uchomekare hapa Pwani. Upate sawa sawa degree na wengine. Sisi kazi zote ambazo sisi tuko. Fikirini hata kiwa mdogo katika serikali ya Rais Dr. Ruto pia yeye anatumika. Anzie mahiko ambao sino hundapata PS mwingine. Hivyo serikali izayo 2027 kuna malakili fika na PS ya 5 ikale na mawaziri mahandao. Lakini wako wapi wale tunawatayarisha? Mimi vipi nashukuru hiyo serikali. PS yuko hapa. Mimi ndo mwenyekiti, chairperson wa wabunge wote wa Pwani kutoka Lamu mpaka kule Taita. Ni heshima nimepewa na serikali. No, usaidiane. Fubiria howe, fuambire ujeri. Maisha huku nje ni magumu. Kina mama wako hapa. Wengine wako kwenye vyama. Self-help group 5. Ili asaidie maisha ya nyumbani kwake. Maande ya chama kino, Upendo Women Group. Tuesday you are money women group. Wednesday Jogato Women Group. Paka sisi kwa sisi women group. Lakini mama apate nini atapeleka nyumbani watoto wake waweze kufaulu. Kina mama ukihangaika hivyo hawa watoto wetu vimoho wa grade 10 anakuambia lazima ale lunch. Lazima tule lunch. Na hatutaki mtihani, tunataka mtihani wa mwisho. Mtoto nani ndani ya Kilifi? Jamii ile ninayojua mimi Mbeyu
wanakula breakfast, lunch na supper. Jamii ngapi? Lakini mtoto ameenda kule noma bujaona ameenda kamari hata fi. Anamala breakfast ngahena blue band. Lunch pilau. Where on earth? Lakini sasa kama uona demand hiyo huko, mamako, babako amekula nini? Akisacrifice kwa sababu ya elimu yako. Tanana kama chache. Siasa inayokuja izaanza kari. Mayona zuzi na zana. Kule kulipigwa kura ya by election olkalao. Kila mtu chingwa vuhira kwao. Tuweze kusaidiana na viongozi wetu. Tupate kilicho chetu ndani ya siasa, tupate kilicho chetu ndani ya elimu, tupate kilicho chetu ndani ya maendeleo. Kwa mara ya kwanza affordable housing saizi zinajengwa. Hata hizo affordable housing pale kwa Chief Athumani, ofisi yake ile ambayo ni Asif Kitole saizi kuna jengwa pale. Vitu vingi vinafanyika saizi uongozi wa Daktari William Ruto. Ambako kalirike kwa nyuma. Azambani kwamba Hamadi Kibindoni, tumia kile ulicho nacho sahizi. Kile kinachokuja hukijui kitakuja vipi. Na kala kakizirefu na hendazi. Tuombeane Mungu, uongozi unatoka mbinguni. Kama imeandikwa kule, hakuna mtu yoyote anaweza futa.